Wewe ni prophet. Yeah, sure, Yeah, prophet. Prophet John Mrundi. Yeah. Sasa ningependa uelimishe jamii kuhusu issue moja hivi ambayo inawatatiza watu. Unajua watu umekuwa tukisikiliza watumishi wengi mbalimbali wanaongelea issue ya kuzama rohoni. Kuzama rohoni, Kuzama kunena kwa rohoni, lugha ya na ndimi. kunena kwa lugha. Ya sasa wewe kama mtumishi wa Mungu pia prophet, Yeah. ina maana una idea na hivi vitu, either umesoma katika vitabu mbalimbali vya dini. Sasa Najua kabisa. ningeomba uelimishe jamii kuhusu hii issue ya kuzama rohoni na kunena kwa lugha, kwamba imekaaje, kwamba anayezama rohoni au anayenena kwa lugha ndo anaongea na Mungu, au hata mtu ambaye yupo kawaida tu still bado anakuwa na communicate na Mungu. Hebu tuelimishe. Of course. Kama prophet nipende tu kutanguliza maneno haya, yeah, kwamba mitume wengine wote au wachungaji, watumishi wote wa Mungu wanaonisikiliza, kwanza wanatakiwa waelewe mimi ni prophet anayefikika. Mimi sio wao ambao kuwafikia you have to pay something. Mimi nimeletwa kwa namna ya kwamba ni mtume pekee anayefikika. Mtu yeyote anaweza kanifikia na tukaongea naye mambo ya kidini nikamuelewesha. Yeah, kumbuka pia wiki hii hapa ninafundisha watu namna ya kwenda mbinguni. Yeah, wiki hii hapa. Kwa hiyo trending ni kwamba ninafundisha watu namna ya kwenda mbinguni. Lakini sasa nijibu hicho ulichoniuliza au tulichokizungumza kwamba kunena kwa lugha, mtu akinena kwa lugha kanisani au mazingira yoyote anaonekana kama alikuwa anazungumza na Mungu. Kwa mantikio alikuwa mbinguni. Na hiyo ndio maana halisi. Sasa katika uhalisia nikwambie tu that's wrong. That's wrong. Yule mtu hajazungumza na Mungu wala hakuna mbingu yoyote ambayo amekuwa akienda. Kwa hiyo unamaanisha hawa manabii wanaonena kwa lugha hawapo sahihi? They are not serious. Kwa sababu gani? Nataka sasa nikuelekeze kitu hapa. Lakini before nataka nikwambie kwamba masuala ya dini yani masuala ya Mungu yapo katika kategori tatu. Kategori ya kwanza ni kusikia. Yani you hear something, kama mtu anavyonisikiliza hapa. Hiyo ni first stage. Maana kuna mtu hawezi kunisikiliza. Maana hana hata hii stage ambayo ni ya kwanza. The second stage is to believe. Unasikiliza you believe. Hiyo ni second stage. Sasa makanisa na dini na mitume wako stage namba 2 ambayo ni stage ya kuamini. Na wameishia hapo kwenye kuamini. Kwa mantiki hiyo mtu anapokuwa kwenye hiyo kunena kwa lugha wanaamini anaongea na Mungu au Mungu kamshukia. Stage ya sasa maana yake kuna stage unaotakiwa uielewe ambayo ni ya mwisho. Sasa hakuna kanisa ambalo limefika kwenye stage ya mwisho. Stage ya mwisho ni stage inaitwa kufahamu. Umesikia, umeamini, umefahamu. Kufahamu maana yake unajua unachokifanya. Hauamini, unajua unachokifanya. Sasa logically ni kwamba anapokuwa anajifanya anapokuwa ananena hiyo kwa lugha yake, nini kinatokea pale? Ni kwamba huyu mtu anapata signal za kwenda mbinguni. Ndicho kinachotokea pale. Ila huyu mtu anakuwa ni weak. Si kama unaelewa. Kwa namna ya kwamba ili uende mbinguni unatakiwa upate signal ambayo unaona, yani inakuwa hivi, ukiweza kuitawala dunia kinachofuatia ni mbingu. Sasa huyu mtu unakuta anapata magnet ya kumuingiza kule mbinguni. Sasa hawezi kuingia kwa mantiki gani? Sasa hawezi kuingia kwa mantiki ya kwamba hajafika stage ya kufahamu. Sasa anapokuwa amewekwa kwenye ile level pale anakuwa kwenye vibration line. Yani yupo kwenye line ambayo anatakiwa avuke aende mbinguni au arudi alipokuwa. Sasa kwenda mbinguni hawezi enda kwa sababu ni weak. Yani kuna mambo ambayo yeye hajajua, hajaitawala dunia. Kwa hiyo anapata opportunity ya kwenda lakini hawezi kwenda kwa sababu hajaweza kuitawala dunia. Yeyote aliyeweza kuitawala dunia na vitu vyake, kuamuru vitu vyote vinavyopatikana katika dunia, mbingu zina detect, zinampatia signal ya yeye kwenda kule. Si kama unaelewa. Kwa hiyo unamaanisha ili mtu aende mbinguni, mbingu zenyewe ndio zinampatia. Mbingu ni system ambayo inakutambua automatic. Na inakutambua kwa kufanya nini? Kwa kuweza kuitawala dunia. Yani tupo ili tuitawale dunia. Dunia ikikutawala una mbingu ya kwenda. Kwa sababu mbingu haipokei mtu weak. Umeona? Yani tuliumbwa tutawale dunia. Kwa unavyotawala dunia ukamaliza, unapata signal ya kwenda mbinguni. Yani mbingu zinakutambua, zinakutumia signal ya kwenda. Sasa ikifikia hiyo stage ya wewe kunena kwa lugha, unatakiwa uingie mbinguni direct. Hapo nina swali kidogo. Umeongelea stage 3 ambazo kila mtu inabidi azifahamu, ambazo zitamfanya aweze kuelewa vizuri hizi issues za dini. Umeongelea issue ya kusikiliza,
kusikia, umeongelea issue ya imani, kuamini, believing. Sasa mimi kujua. swali langu lipo hapo kwenye believing hapo. Mm. Kwenye maandiko wanasema kwamba kama una imani kidogo, yani ukiwa na imani kidogo unaweza kufanyaje? Kuihamisha milima. Unaweza ukawaambia huu mlima bwana, we mlima sogea huku, ukasogea. Na hapo umesema kuna stage nyingine ya mwisho ambayo ndo inafanya ya stage ya uelewa. Sasa hapa kwenye imani vipi sasa, kama mtu inabidi hata kiwa na imani kidogo anaweza niambie mtu ambaye ameshawahi kuhamisha mlima kwa imani? Sasa hapo ndo kuna swali langu sasa. Kiufupi ni kwamba ukisema Biblia inajitosheleza, nitakuuliza swali. Nitakuuliza swali la kwamba kwani Yesu hakutambua uwepo wa maandiko yaliyoandikwa na manabii wa zamani? Alitambua vizuri. Kwa nini aseme nitawapatia msaidizi atakayewaongoza kama Biblia inajitosheleza? Umeona? Kumbe anajitosheleza ni msaidizi, na huyo msaidizi ni nini? Ni ufahamu. Yani ujue namna ya kuamuru mlima utoke eneo moja uende eneo lingine. Sio uamini, ujue kabisa, kwa sababu kuna formula za kuhamisha milima na watu wanahamisha milima. Mimi nimehamisha milima kadhaa kutoa eneo moja napeleka eneo lingine kwa sababu ninajua namna ya kuhamisha milima. Kwa hiyo wewe umetumia mbinu gani sasa ili kuweza kuhamisha? Najua mechanism ya kuhamisha milima. Kwa hiyo nimeamuru baadhi ya milima ikatoka eneo moja kaenda sehemu nyingine, na sehemu kusipo na mlima nimeweka milima. Okay, kwa hiyo unamaanisha kwa unabii wako, utumishi wako upo sasa hivi level ya 3, ushaipita hiyo level? Niko level ya 3 ambayo dunia ni asilimia chache sana ya watu ambao wamefika level ya 3. Ndio maana ukiongea mambo ya level ya 3 huku wanakuona kama umevuta bangi, kama hujielewi, kama umezalau, wanaona kwa namna hiyo kwa sababu wao wanaona katika level ya pili, level ya kuamini. Kwa hiyo utamwambiaje sasa huyu mtu anayekusikiliza ili aweze kuamini kwamba? Nitamwambia aendelee kujifunza ili afahamu. Maana yake nini sasa? Tunavyosema kutembea juu ya maji ni formula ndogo tu ambayo kila siku naitoa kwa watu wanaonifuata. Ajue ni namna gani ya kutembea kwa imani. Ukitembea unazama. Kuna jamaa anaitwa sijui Petro, alitembea kwa imani, alizama. Alitakiwa muulize mwalimu wake namna gani ya kutembea juu ya maji, nipe formula. Alitakiwa kuomba formula. Yeye alisema naweza kutembea, akaambiwa tembea. Alifika hapo na hapo akafanya nini? Issue ni angeongea na mtu angeomba formula. Okay. Yeah.